Huwezi kuwa yoyote. You cannot be anyone bila nguvu. Yesu Kristo aliwafundisha mitume miaka 3. Jesus Christ taught his disciples for 3 years. Akahakikisha wameelewa yote aliyowafundisha. And he made sure they understood all that he taught. Lakini mwisho akagundua ya kwamba hao watu hawawezi kuwa yeyote. But at the end he discovered these people cannot be anyone. Akawaita wale 12. He called the 12 disciples. Akawapa nguvu and gave them power na mamlaka. and authority. If you know too much kama unajua sana about the kingdom of God kuhusu ufalme wa Mungu and you don't have power, na hauna nguvu, you are still a victim, and even you are religious now. Wewe ni mtu wa dini. You are a victim. Ni mwanga na zaidi ya yote ni mtu wa dini. Watu wa dini wanajua Shadrach, Meshach na Abednego walitupwa kwenye moto, lakini wao kitupwa wanakufa. Wanajua ya kwamba Esther aliingia kwa mfalme kinyume cha taratibu, lakini wao wakiingia, that's the end of them all. Esther went to the king against protocol, but when they enter, they will die. Religious people knows about scriptures, not power. Watu wa dini wanajua kuhusu maandiko lakini sio nguvu. Biblia inasema mwapotea kwa kuwa hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. The Bible says you're lost because you don't know the scripture, neither the power of God. As a believer, kama muumini, you must master 2 dimensions. 1, knowing scriptures, kujua maandiko, and knowing God's power. na kujua nguvu za Mungu. Ukijua maandiko peke yake umeshapotea. If you just know the scripture, you're lost. Kwa sababu umeshakuwa mtu wa dini. For you're already a religious person. Ndio maana unaweza ukaongelea Biblia kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. That's why you talk about the Bible from Genesis to Revelation. Lakini huwezi kudhibitisha chochote. But you cannot manifest anything. Huwezi kuwa yeyote. You cannot be anyone. Is until you have power. Ni mpaka utakapokuwa na nguvu. Namba 2. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa nguvu. The spiritual realm is a realm of power. Haisee huko kwenye ulimwengu wa roho kuna kunyang'anyana na kunyang'anya. Kuna watu wanaweza wakakunyang'anya nafasi ulionayo. There are people who can take the position that Mimi sijui kama unajua hicho unachomuomba Mungu akupe kiko kwenye mikono ya watu, hakiko mbinguni. God to give you is within people's hands. Hiyo nafasi unayomuomba Mungu akupe, my friend, is in people's hand. Iko ndani ya mikono ya watu. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu wa kunyang'anyana. The spiritual realm is a realm of taking. Taking by force. You take things by force. Kunyang'anyana kwa nguvu. People can take your crown as you watch like this. Watu wanaweza kuchukua taji lako wakati unaangalia. That's why you can remain a good pastor with no impact. Unaweza kuwa mchungaji mzuri lakini huna. They have already taken your crown, you don't know. Wamechukua taji lako na wewe hujui. They can take your power and you don't know. Wanachukua nguvu zako na wewe hujui. Biblia inasema Efraimu hajajua, wamechukua nguvu zake wala hana habari. They have already taken his power. Wageni wamekula nguvu zake naye hana habari. Naam, nywele za mvi zimeonekana huko na huko juu yake naye hana habari. Yet he does not know it. They can take your position. Wanaweza kuchukua nafasi yako. Ukanyang'anywa nafasi ya kuwa mke. Waulize wanaenda kuoga. Take it by force, being a wife. Wanaenda kuloga. They go and bewitch you. Unafutwa kwenye nafasi wanakaa wao. You're removed from that position and they sit themselves. Ukanyang'anywa mme. They take by force. Unaweza ukanyang'anywa mke. Your wife. Waulize wanaochukua wake za watu watakwambia the realm of the spirit, everything is commodity, even people are commodity. Katika ulimwengu wa roho kila kitu ni bidhaa, hata watu ni bidhaa. Ni ulimwengu wa kunyang'anyana. It is a realm of taking by force. Ukimisi kidogo, you have missed all. Ukikosa kidogo umekosa chote. Na ndio maana watu wenye nizamu ya kutembea na ulimwengu wa roho wana makini. Hauwezi kutembea kwenye ulimwengu wa roho kama huko makini. And that's why people with discipline in the spiritual realm, they are very serious and keen. Very sensitive. You shall never be a man of the spirit until you are sensitive. Hauwezi kuwa mtu wa kiroho mpaka uwe makini. Kuna saa unajua hii hasira wamenifanyia hivi, kuna kitu kinatakiwa kipotee. Kwa hiyo ukireact you have missed. There are times the anger they've done for you to lose something. So when you react, there's something you miss. Na wewe kwa sababu hujui unafikiri kana kwamba wamenikwaza sana, watanifanyia hivi sana. No madam, they are after something, they have seen something from far. And because you don't know, there's something that they've seen kutoka mbali.
Kwa mfano mtu anaweza akahangaika akawa mwaminifu kwa Mungu, a person can be faithful to God, alafu ghafla na shangaro ya kukata tamaa imemvaa. A spirit of giving up has worn him. Hajui wakati huo ndio wakati shetani anataka kumuibia. Doesn't know that's the time that Satan wants to steal from him. You have been investing 10 days of fasting and prayer. Za maombi na mfungo. Then Satan say, okay, it seems like you're about to receive now. What should I do? Let me frustrate you. Shetani anaona unakaribia kupata, anafanya kukuchanganya. And because you don't know the realm of the spirit, you are frustrated. Na kwa kuwa hujui ulimwengu wa roho, unachanganyikiwa. He have already take it from you. Tayari amechukua kutoka kwako. Jambo la tatu. Nguvu power zinapinga nguvu rohoni. Opposes power in the spirit. Katika roho. Until today, Satan is not ready to accept he's a failure. Mpaka leo shetani hajakubali kuwa yeye ameshindwa. Power. Nguvu. Oppose power. Inapinga nguvu in the spirit. Katika roho. Ndio maana kuna mahali panahitaji sio maombi hayo. Yanahitaji uongeze maombio. Yesu akawaambia wanafunzi, hapa sasa hamjaomba neno. Ombeni ili furaha yenu iwe timilifu. Furaha mnayoitafuta na maombi mnayoomba haviendi pamoja. The joy that you're looking for and the prayer that you're praying does not go hand in hand. Nataka ujue ya kwamba zipo nguvu zinashindana na nguvu zako. I want you to know that there are powers that oppose your power. Usikae tu ukafikiri kwa sababu una nguvu za Mungu shetani amerizika. Shetani alishindana na Mungu, yani mbinguni kule zikichapwa. They fought. Na hajakubali mpaka na leo kwamba ameshindwa. Accepted until today that is defeated. This to show to you that power opposes power. I know you are anointed. I know you have power. I have to remind you, power opposes power. Satan is not agree until today that is with the failure. Shetani hajakubali mpaka leo kwamba ameshindwa. Na ndio maana Biblia inasema wajizani hapo wamesimama. That's why the Bible says when you ndipo uharibifu wapata kwa ghafla. That is when destruction gets to them suddenly. Mimi ukiniuliza saa ya mafanikio na saa ya baraka na saa ya kuinuliwa ndo saa ya kuomba kuliko wakati mwingine. That's a time you need to pray more than any time. Time of success is when you pray more than any other time. Lakini wakati mwingine watu wengine wakati huo ndo wakati wa kula tano, sema amina. But at times some people that's the time they relax. Hata maombi yetu yanakuwa ni Baba katika jina la Mungu Baba. Even our prayers are simple. And Satan say, okay, madam, I'll come for you. Shetani anasema nitakufuata mama. I need you to know, nahitaji ujue, in the realm of the spirit, katika ulimwengu wa roho, power nguvu oppose power. Upingana na nguvu. Yani ile ya kwamba una nguvu za Mungu, that you have power of God, haimaanishi shetani atashindana na nguvu zako. Does not mean Satan will not oppose your power. Kuna saa utasema kwa jina la Yesu. There are times you say in the name of Jesus. Halafu ukaona kama unapambana na ukuta. And you feel like you're wrestling with a wall and you'll not believe it. Na Yesu bado ni Bwana. And Jesus is still the Lord. Hapo ndipo unatakiwa ujue ya kwamba power can oppose power. That's when you have to know power opposes power. There are men are resisted. Kuna watu wanapingwa. They have something in the spirit. Wana kitu katika ulimwengu wa roho. But they are resisted. Wanapingwa. Okay. Namba ngapi? Namba 4. Namba 4. Nguvu, power, ushindana na nguvu, competes against power. Wana wa Skewa the sons of Sceva hawakujua mapepo yanashindana, nguvu zinashindana na nguvu. That power competes power. Zinapigana na nguvu. Power fights power. Biblia inasema Wayahudi wenye roho ya kutangatanga. The Bible says the Jews that have maana yake hawajakaa hata chini hata wachungaji wakafundishwa neno, wameamka tu, wameota ndoto wala hawana kama ni Mungu amewatuma. It means they're not even mentored by pastors. They had a dream and they don't know if it's God that sent them. Wakaenda, nimechekeshwa sana wiki hii sitasahau. Today someone make me laugh this week. Walimchukua kijana mmoja ambaye ana pepo. They took one man who had a demon. Wakampeleka kwa mchungaji fulani, sitataja wa dhehebu. And they took him to a pastor from a certain religion. Ana PhD ya theology. He has a PhD for theology. Aliniletea pepo ndo akawa ananiambia. The one brought me that demon told me. Akaniambia ile pepo halijawahi kutoka. This demon has never gone out. Akaniambia sasa nilipopeleka ule mchungaji sema kwa jina la Yesu, napewa sema kwa jina la Yesu. You just know, if you find a demon like that, that's power jumps power.
Nguvu ufunika nguvu. Pepo nasema mchungaji yule sitaki kutaja jina. Anasema moja, pepo nasema mbili. When it says one, the demon says two. Tatu, pepo nasema nne. When it says three, the demon says four. Tano, pepo nasema saba. When it says five, the demon says seven. Kilichonichekesha sio hicho. What made me laugh is not that. Ule mchungaji akaliambia pepo, But that pastor told that demon, hamjajua nimesomea uchungaji. you do not know that I started pastorhood. Yaani we pepo likacheka mpaka likakaa chini. The demon laughed until it sat down. Eti hamjajua nimesomea uchungaji. You did not know that I started for pastorship. Shetani haelewi lugha ya makaratasi. Satan does not understand the language Hayo of papers. makaratasi ni ya kwako na ukoo wako. Those papers are for you and your Satan realized what we call power. Where power can jump power. Power can fight power. Nguvu inaweza ikapigana na nguvu. Wachawi wanapigana na nguvu zako. Na nikupe tu siri, Witches wakati can fight wanapigana against na your wewe power. hawajaribu. As they fight against you, they are not trying. Nataka nikufikishe mahali leo I want you to go ukawe na somewhere nguvu, maana huu ni mwaka wa ishara na so miujiza. that you can have power, for it's a year of sign and wonders. Sema amina. Say amen. Jambo la tano, si ndio? Fifth thing, Nguvu power. ushinda. Sasa nguvu, jump power. Power Nguvu jumps power. ushinda nguvu. Hakikisha ukishikana mkono na shetani namna hii, Make sure when you hand hold with Satan like this, sio tu akutoe jasho, not that he makes you sweat. uhakikisha umemtoa jasho. Make sure you make him sweat. Hapo ndio watu wengi wameshindwa. That is where most people are defeated. Shetani akafanikiwa kuwaharibu. Satan has been able to destroy them. And I'm telling you, Na nakwambia, in this realm, katika huu ulimwengu, in the realm of the spirit, there's no word mercy. katika ulimwengu wa roho hamna neno rehema. In the realm of the spirit, there's no forgiveness. Katika ulimwengu wa roho hamna msamaha. It is either you are head or they are head. Ni kati ya kichwa chako ama kichwa chao. Satan has no the word mercy. Shetani hajuagi neno msamaha kichwani kwake alipo limefutwa. Satan has no word mercy in his head, it's erased. Yani msamaha, forgiveness, is no longer in Satan's head. Yani lo neno ambalo kwa shetani hajuagi kama lipogo. He does not know the existence of that word. Na ulimwengu wake wa giza pia na maajenti wake na wachawi wote hawajuagi kama kuna kitu kinaitwa msamaha. Hamna. In the kingdom of darkness, there's no such word. Kamusi nzima ya shetani neno msamaha upo. The entire dictionary of Satan, the word forgiveness is not Lakini there. kwenye kamusi ya Mungu neno msamaha neno la kwanza. The But in first the word. dictionary of God, the word forgiveness is the first. You cannot say, devil forgive me. In fact, you don't know the word forgiveness. What does it mean? Hajui maana ya neno msamaha. Huwezi kuambia wachawi, naomba mchawi, nimekuja naomba unisamehe kabisa You yaishe. cannot tell a witch that I'm asking for forgiveness. Please forgive me. Nimekuja yaishe ndugu yangu. May it be over, my You don't know brethren. you don't know what you are talking about. Hujui unachosema. Even witches, they don't know forgiveness. They don't know. Hata wachawi They can hawajui. pretend they have already forgive you, but they will deal with you at night. Wataigiza kwamba wameshakusamehe lakini watadili na wewe usiku. Unafikiri kwamba unaenda kumwomba mchawi msamaha, naomba mnisamehe kabisa, jamani nisameheni. Oh, sijui nini, jamani we kirohoni. You are joking, my friend. In the Because spirit you're joking. Satan has no word forgiveness. Hana hilo neno msamaha. Satan has no word forgiveness. Na wafalme, watawala wake, watendakazi wake wote And all his wanajua ya workers. kwamba hakuna kitu kinaitwa msamaha, hakipo. There's no forgiveness. They know that. Kama unabisha nachosema, kajiunge na Illuminati. Power can jump power. Nguvu inashinda nguvu. Mimi nataka Mungu akusaidie I want God to help you. mwaka huu 2026. In the year 2026. Let your power jump evil power. Nguvu yako ishinde nguvu za. Kama kuna watu wanaloga, If there are people who are bewitching, kama kuna ufalme unashindana nao, if there's a kingdom that you're fighting against, leo unapotoka hapa, today when you leave here, kwa kuwa Yesu amenituma, for Jesus has sent me, your power will jump other power. nguvu zako zitashinda nguvu zingine. Iwe kwako sawa sawa na amina unayosema. May it be to you according to your amen. Your power will jump other power. Nguvu zako zitashinda nguvu zingine.